wa somo letu la leo linaeleza habari za watu kubarikiwa. Punga mkono wako unayetaka baraka za Bwana. Shusha mkono. Lakini baraka hizi zinaachilia au zinafungwa kwenye sharti moja: kutii. Anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake akuagizayo leo, ndipo Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini na utabarikiwa ukiwa shambani. So baraka hazisemi tu nitoke mjini niende shambani, nitoke shambani niende mjini. Yaani maandiko yanazungumzia baraka hizi zitakufuata na kukupata. Tuko sawa sawa? Sasa kwenye eneo la kutii ndio eneo pekee ambalo linabeba baraka, lakini pia ndio eneo pekee linalobeba wokovu wa mtu. Kipimo cha mtu aliyeokoka na anapimwa kwenye eneo la utii. Tupo sawa sawa? Na Mungu ana akili ajabu sana. Mimi nikawa najiuliza siku moja, si kama leo umewahi kujiuliza. Lutu anamuokoa kule mji wa Sodoma na Gomora. Anamuokoa Lutu na mji wa Sodoma lakini anampa sharti moja wapo: asigeuke nyuma. Hebu jaribu kuwaza. Wewe Mungu umekuja kumuokoa Lutu. Umemuokoa. Lakini wokovu ule unaenda na sharti linalomtaka aonyeshe utii. Basi kwamba akigeuka, kwani kuna kitu gani? Kugeuka si unageuka tu alafu na baadaye unaendelea. Lakini kwa nini alikuwa anatafuta hiyo? Alikuwa anatafuta kuona mtu ninayemuokoa ana utii. Halo? Hakuna kingine. Kama kuna jambo ambalo Mungu huwa anafurahi sana, ni kumuona mtu aliyeokoka au anayeitwa mtu wa Mungu ameongeza kiwango chake cha utii, anakuwa rafiki na Mungu. Sawa sawa eh? Sasa anaanza kwa kusema itakuwa utakaposikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Sio kusikiliza tu, lakini anasema kwa bidii. Na ukishasikiliza kwa bidii, unatunza hayo uliyoambiwa. Sio maana yake yasipotee. Hayo uliyoelekezwa, hayo uliyoyasikia, unatunza. Hiyo ni hatua ya kwanza. Maana yake ili usije ukasahau, unatunza. Kama watu ambao wanaweza wakatunza nywele zao. Unaona wanawake wanavyotunza nywele zao. Akina mama nipungieni mkono.